Mtazamaji, karibu kwa awamu yetu ya pili na ya mwisho ya taarifa hii ya leo, ambapo awamu yetu ya pili ni wakati wa kuwa na mgeni amefika. Ndio nafasi ya kusalimia wewe, kuambia majina yako, anapofanya kazi, kisha tuanze kunadi mada ya leo. Karibu ndugu. Asante sana ndugu. Jina langu ni Katula Ivan, lakini pia mimi ni mwanamuziki. Jina la kisanaa ni Devanjo. Mimi ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni mwanahabari taaluma yangu, lakini nafanya sana kuimba au kuendeleza Kiswahili kupitia muziki. Na vile vile wewe ni mwanafunzi wa Kiswahili. Mimi ni mwanafunzi wa Kiswahili na nimealikwa na mhadhiri wangu. Karibu sana. Karibu sana Devanjo. Nashukuru sana kwa taaluma yako ya kimuziki. Darasa linaendeleaje na Kaseru? Darasa linaendelea vizuri, tunasoma vizuri, walimu wataalamu. Hivi karibuni mwaka jana, lakini tumesoma vizuri, tunaendelea na tutahitimu mwaka ujao. Manake raundi hii mtafanya mitihani, ule mtihani ambao wanasema ni mtihani wa nusu au mtihani wa kujiandaa kwenda kufanya mtihani wa mwisho. Tunajua kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo wanafunzi wamezipitia wakati wanafanya mafunzo au masomo ya lugha ya Kiswahili, na baadhi ya changamoto hizi ndizo zinawatia nguvu, ndizo zinawaweka waweze kujiendeleza vizuri. Sijui kama una nafasi ya kutueleza yale ambao unaona kama ni changamoto katika masomo haya. Changamoto zipo. Kianzia usafiri au nauli. Wanatoka sehemu mbalimbali. Wanatoka sehemu mbali. Mimi binafsi natoka Luwero. Kila Ijumaa napaswa kuwepo. Wengine wanatoka Wakiso, wengine wanatoka sehemu mbali sana, lakini wamejitolea sana kufundishwa au kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu tunapaswa kuendeleza lugha ya Kiswahili. Na je, umeona baadhi yao wameanza kushika Kiswahili? Wameanza. Karibu miaka miwili wameanza wanaongea Kiswahili. Na mtu alisema tunahitaji miaka kama 10, lakini naona miwili inatosha Kiswahili kuenezwa nchi yote Uganda. Asante sana. Muziki nilianza muziki wakati nilipozaliwa. Ulianza kuimba? Nianza kuimba. Na je, ulianza kwa lugha ya Kiswahili ama ulianza kwa lugha ya kienyeji kwanza? Ndio, nilianza na lugha ya Kimombo, kwa sababu mama yangu anasema nililia sana, lakini sikulia, nilikuwa naimba. Ulikuwa naimba? Nimegundua nilikuwa na na sijui kama mwelekezi wangu Banis anaweza cheza huo wimbo wako ambao tumemrushia pale ili tuone, lakini umepiga hatua vipi? Ni lini ulipoanza kupiga vidato kuandika wimbo katika lugha ya Kiswahili? Nilianza kama niko kidato cha 3, kama bado niko mwanafunzi shuleni. Lakini nilisoma, kumaliza kusoma, tena nikaanza kirasmi kuimba. Baada ya masomo? Baada ya masomo ndio ulianza kirasmi. Kwa sababu mzee wangu alisema, baba yangu alisema, wewe nahitaji shahada, tena uendelee na muziki. Kwa hivyo alihitaji masomo kwanza. Unajua wazazi wengi wa Kiafrika wanahofia kwamba usipofanya mtoto apate masomo ataharibika. Muziki utaharibu huyu mtoto. Na ndio maana wanaangalia kwamba mtoto apate masomo kwanza ndipo aendeleze talanta yake. Na naona mwelekezi wangu hajapata wimbo, labda utupe kapela kidogo kwa lugha ya Kiswahili. Kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni muziki. Taji la lulu ya Afrika inawakaribisha, nchi ya amani na usalama inatupendeza. Karibuni Uganda, njo karibuni Uganda. Karibuni Uganda, njo karibuni Uganda. Kwanza kabisa tunao mwanga wa jua wa kutosha. Hii ni kwa sababu kuna istiwahi inayopita hapa. Mito mirefu, milima mirefu na maziwa makubwa.
na maziwa makubwa, mbunga za wanyama za kila aina ya mnyama, pamoja na ndege, ukweli twapendezwa, baadhi ya madini huye, taji la lulu ya Afrika inawakaribisha, nchi ya amani na usalama inatupendeza, karibuni Uganda, njo karibuni Uganda. Asante sana. Karibuni Uganda. Ndio. Karibuni Uganda. Yeah. Hii ina maana kwamba unawakaribisha wageni kuingia katika taifa letu. Na umeangazia mambo mengi, hasa yale ambayo ni utajiri wa taifa hili. Ndio. Nani alikuandikia wimbo huu? Wimbo ndio mimi. Wewe mwenyewe? Mimi ni mwandishi wa nyimbo, vitabu, nilianza kuandika vitabu. Naam. Sasa ndio mimi nilikuwa naandika. Wimbo huu una mada angalau 3. Mada ya kwanza ni kuendeleza Kiswahili. Kweli nimeona. Kuendeleza Kiswahili nchini Uganda. Kila mtu ajue Kiswahili kwa ufasaha. Lengo la pili au mada ya pili ni kutangaza vifutio tunavyo hapa vya watalii. Kwa sababu ni biashara kubwa sana hapa Uganda. Tena sana. Biashara ya utalii. Kuwaita wageni waje watalii kutoka nchi mbalimbali za Afrika, za Uingereza, Marekani, waje hapa Uganda, waone vivutio hapa kama Mto Nile, na hata wanyama. Kwenye wimbo umeongea sana kuhusu wanyama, umewatacha katika nafasi zao, umewatacha katika majina zao. Ni wimbo ambao unapendeza. Je, ina maana kwamba mada zako zinaegemea sana kuangazia vivutio na kuendeleza lugha ya Kiswahili, ama ni mada ambayo inakujia tu ndio naandika kuhusu? Nataka sana, mimi ni mzalendo kwanza kabisa. Naipenda sana nchi yangu kutoka moyoni mwangu. Na kwa hivyo nawaambia watu, nawajulisha mali tunayo hapa, uwezo tunao, na vitu tunavyo tunapaswa vitu vya thamani. Wimbo huo wa Lulu ya Afrika tuna neno kama baadhi ya madini, Karamoja na Bunyoro. Nyoro tuna mafuta. Tuna wanyama. Magharibi mwa Uganda tuna mbuga za wanyama kama Rwenzori. Kule tuna Kidepo. Unawafundisha watu wajue, waipende nchi yao. Unamwona wapi Divanjo miaka 5 ijayo? Miaka 5 atakuwa star. Wa kutarajiwa, wa kuangaliwa katika kimataifa. Na atakuwa anatilika sana na mambo ya Kiswahili. Kwa sababu naelewa Kiswahili, naendeleza Kiswahili kienea Uganda, Afrika na ulimwenguni kote. Mwambie mwananchi wa kawaida chochote kuhusu lugha ya Kiswahili kwa maneno yako ya mwisho. Mwananchi raia wa Uganda, na kujulisha Kiswahili ni lugha nzuri sana, lugha inayounganisha watu, ni lugha rasmi ya Afrika Mashariki, ni lugha rasmi ya Afrika. Umoja wa Afrika. Na vile mashirika kama UN, Umoja wa Mataifa, umeanza au umegundua nafasi ya kukiendeleza lugha. Ndio, kiendeleza lugha ya Kiswahili ulimwenguni kote. Sasa na kualika uje usome, ikiwezekana uje usome. Aje asome lugha ya Kiswahili bila malipo. Rahisi amefanya yote ya kulipia. Nashukuru sana. Karo za shule. Asante sana. Nakushukuru sana kwa kunialika hapa kuendeleza lugha ya Kiswahili. Nakushukuru sana na shirika la UBC. Asante. Nashukuru sana. Ndio. Karibuni Uganda. Karibuni Uganda. Yamekuwa maneno yake mwanamuziki Divanjo ambaye amekuwa na kipawa au talanta kubwa sana katika uandishi wa muziki akitumia lugha ya Kiswahili. Pia ni mwanafunzi wa lugha ya Kiswahili ambaye amesoma Kiswahili kwa miaka 2 na sasa ameanza kunadi Kiswahili kote nchini bila kuogopa. Ni hayo tu kwa leo mpenzi mtazamaji. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi. Hadi hapo kesho, ala muziki.